Nilipita jana maeneo ya moli pale kwa juu. Ilikuwa mida ya saa 6 au saa 7 usiku. Wakati naenda niko bado kwenye mizunguko yangu ya kuhakikisha ibada inakuwa salama. Sasa wakati napambana na fight kwa staili hiyo, ghafla kuna kijana mmoja alikuwa na binti. Walikuwa wanakatiza barabara. Gari katoka huko ikagonga. Bwana asifiwe sana. Amina. Jana alikuwa amependeza sana. Na binti alikuwa amependeza, lakini kijana aligongwa hapo hapo akakumbwa na umauti. Bwana asifiwe sana. Amen. Moyo wangu uliumia sana na nilipatwa na wasiwasi sana, niliogopa. Amen. Amen. Ghafla nikashangaa kitu ambacho kilinipa funzo kubwa. Yule binti aliyekuwa yuko na yule kijana. Bwana asifiwe sana. Asubuhi tulijifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Lakini leo nataka nikufundishe somo ambalo nataka unisikilize kwa umakini kwa muda mfupi, alafu nitaenda kukusaidia maana ambapo pamekuwa pakiturudisha nyuma. Amen. 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 Nataka nikufundishe, kama unaandika, andika maumivu ndani ya agano ni ushuhuda. Amen. Hebu usema maumivu. Maumivu. Rudia kwa sauti, nataka kila mmoja aseme. Sema maumivu ndani ya agano ni ushuhuda. Ni ushuhuda. Sema ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Maumivu ndani ya agano ni ushuhuda. Nilitoa ushuhuda waliokuwepo asubuhi. Nikasema nilipita jana maeneo ya moli pale kwa juu. Ilikuwa mida ya saa 6 au saa 7 usiku. Wakati naenda niko bado kwenye mizunguko yangu ya kuhakikisha ibada inakuwa salama. Sasa wakati napambana na fight kwa staili hiyo, ghafla kuna kijana mmoja alikuwa na binti. Walikuwa wanakatiza barabara. Gari katoka huko ikagonga. Bwana asifiwe sana. Amina. Jana alikuwa amependeza sana. Na binti alikuwa amependeza, lakini kijana aligongwa hapo hapo akakumbwa na umauti. Bwana asifiwe sana. Amen. Moyo wangu uliumia sana na nilipatwa na wasiwasi sana, niliogopa. Amen. Amen. Ghafla nikashangaa kitu ambacho kilinipa funzo kubwa. Yule binti aliyekuwa yuko na yule kijana, ghafla alikuwa analia, anaomboleza, lakini hakuwa na moyo hata wa kumsogelea yule kijana aliyekuwa ameanguka pale. Sasa kijana mpaka anakata roho, kulikuwa kuna mtu wa kumsaidia. Sasa ghafla nilishangaa, yule kijana anamuitia yule binti usafiri. Yule binti anamuitia yule kijana aliyekuwa amefariki pale usafiri. Baada ya askari kuja wakafanya mambo yao, walipomaliza usafiri uliokuja pale lilikuja guta. Hebu sema guta. Sema guta. Alafu nikashangaa gari zuri limekuja, yule binti akapanda. Bwana asifiwe sana. Huyo aliyekuwa naye, amen, akampandisha guta. Guta likakimbiza mochwari. Lakini dada analia, anaomboleza, lakini akakumbuka kupanda gari zuri. Nikajifunza, nikasema Mungu unanifundisha nini? Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 42 kwa mwenye Biblia. Zaburi sura ya 42 na ule mstari wa 3. Nilikuwa naangalia yale machozi ya yule binti. Bwana asaidie sana. Nikawa ninakumbuka baadhi ya maandiko ambayo mwanzoni nilizania katika Biblia aliyeandika kitabu hiki ni Daudi, kwa sababu nilikuwa nazania kitabu cha Zaburi kimeandikwa na Daudi. Bwana asifiwe sana. Lakini ni mrundikano wa watu mbalimbali katika mapito yao. Amen. Kitabu cha Zaburi kimeelezea uhalisia wa mapito, kimeelezea uhalisia wa kuvushwa na Mungu, kimeelezea uhalisia wa maumivu na maumivu ndani ya agano. Amen. Zaburi ya 42 na ule mstari wa 3 imeandikwa na waandishi ambao kwenye Biblia walitokana na kabila lililoitwa Walawi. Bwana asifiwe sana. Hao Walawi
walikuwa ni waimbaji, walikuwa ni watu wa kutunza madhabahu. Ukisoma Biblia utanielewa. Lakini hiki kitabu cha Zaburi kimeandikwa, ile Zaburi ya 42 kama sura kama 4 zimeandikwa na wana walikuwa wanaitwa wana wa Kora. Hebu sema Kora. Huyu Kora alikuwa ni muasi. Amen. Huyu Kora alikuwa amemwasi Mungu. Huyu Kora alikuwa anatembea katika mfumo wa laana baada ya kuasi uongozi wa kimungu. Akafanikiwa kupata watoto. Watoto walizaliwa wakiwa wanaendelea na zile huduma ambazo baba yao walikuwa wakifanya. Kumbuka baba yao alikuwa ni Mlawi. Kazi za Walawi ilikuwa ni kulinda madhabahu. Kazi za Walawi ilikuwa ni kuimba. Kazi za Walawi ilikuwa ni kusifu. Na ndio maana tunapomsoma mtumishi wa Mungu Daudi, amsema Daudi alikuwa ni mwimbaji. Daudi alikuwa ni mwimbaji. Bwana asaidie sana. Ngoja nikupe siri. Hakuna siri ngumu kama waimbaji. Waimbaji wanatembea katika mwamvuli wa maumivu makali. Wanaziwe sana. Mimi nimeishi huko na ninaishi nao na nafanya nao kazi. Ukivua lile vazi na uimbaji, ndani yao kuna machungu makali sana. Nyimbo zao zinaweza kukufariji wewe. Nyimbo zao zinaweza zikakuinua wewe, lakini wao wakabaki katika eneo lile lile. Bwana atusaidie sana. Sasa hii Zaburi ya 43 iliandikwa kwa malengo makuu matatu. Hawa wana wa Kora wakati wanalia sasa, wanaomboleza baada ya kuwa wametishiwa uhai wao, baada ya kuwa wameenda utumwani. Bwana asifiwe sana. Wakapelekwa katika utumwa. Wakiwa utumwani sasa, kwa sababu ni watu walizoea ibada kama wewe. Bwana asifiwe sana. Ni watu walizoea kumwimbia Mungu kama wewe. Ni watu walizoea kukaa madhabahuni muda wote. Sasa leo hii hawako madhabahuni, wako nje ya Sayuni. Hebu sema Sayuni. Wako nje ya nyumba ya Mungu. Hawawezi kufanya tena kazi ya Bwana. Sasa hapa ndio wanaandika neno. Wanasema machozi yetu yamekuwa chakula changu mchana na usiku. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Na yakumbuka hayo nikiwa wazi, nafsi yangu ndani yangu, jinsi ilivyokuwa ikienda na mkutano na kuwaongoza nyumbani kwa Mungu kwa sauti ya furaha na kusifu na mkutano wa sikukuu. Unajua haya maneno tunapoyasoma yanatutafsiria siri inaitwa maumivu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Maumivu hauwezi kuyazuia. Huwezi kuzuia maumivu. Bwana asifiwe sana. Huwezi. Kati ya kitu ambacho kimeshindikana katika ulimwengu wa leo ni kuzuia maumivu. Kwa sababu maumivu ni ushirikiano wa vitu vingi. Ushirikiano wa kukosa fedha, ushirikiano wa kukosa maarifa, ushirikiano wa kudidimia, na hasa maumivu ni ukweli usioweza kujibiwa. Kuna mambo huwezi kuyajibu, na kuna vitu huwezi kuvifafanua, na vinakuumiza moyo, na inakuwa ni tafsiri ya maisha ya mtu. Hawa walikuwa ni wana wa Mungu walioishi katika madhabahu ya Bwana, waliomtumikia Bwana kwa ufasaha. Lakini nyuma yao baba yao alikuwa amekosea. Baba yao alikuwa ameenda tofauti na Mungu, na baba yao Mungu alimwangamiza. Lakini ashukuriwe Mungu, hao wana wa Kora hao hawakumfuata baba yao. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu ule mstari kuanzia ile sura nzima ya 16 utaelewa. Wana wa Kora walipozaliwa wao walijitenga na uasi wa baba yao. Ilifika hatua Kora alisimama akawaambia wakina Musa, akawaeleza hivi, akasema, kwa nini nyie kila siku wanaziweza ndio mnajipendekeza kusimama mbele za Bwana? Bwana asifiwe sana. Mungu akasema, mnitengeeni walio wangu, alafu mtenge na walio wa nani? Wa Kora. Wale wa Kora wakaangamizwa jangwani, na walio wa Mungu wakaendelea. Sasa hii laana ya kuasi Mungu, hii laana ya kutembea katika laana ikaanza kutembea kwa watoto. Watoto wakaendelea kwa muda mrefu, lakini ndani ya mioyo yao hapakuwa na furaha. Ukisoma sura zao zote 3 au 4 utakuta hawa wanalia, utakuta hawa
wanaomboleza, japokuwa ni viongozi wa ibada, japokuwa ni waimbaji, lakini ndani ya mioyo yao kuna kilio. Hebu sema kilio. Kuna maombolezo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu nikuulize swali. Unaamka asubuhi, unakuja kwenye ibada, amen, alafu unarudi nyumbani, unakutana na mtu anakuambia umetoka kwenye ibada, lakini mbona bado unaishi kwangu? Hebu niambie, itakuuma kiasi gani? Amen, amen. Unatoka kwenye ibada, unakutana na madeni. Ni maumivu ya kiasi gani? Bwana atusaidie sana. Haleluya. Ni ukweli usioweza kupingika ya kwamba hawa ni wana wa Mungu, lakini ndani yao wamejawa masikitiko. Na kwa nini wamejawa masikitiko? Kwa sababu wako nje ya Sayuni. Bwana akusaidie sana. Wako nje ya Sayuni. Sasa nje ya Sayuni huko ndio mvutano wa mambo mengi, maumivu. Unajua, tunaposema utumishi, tunapozungumzia mtu anajiita mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu, ngoja nikwambie, usije ukalisema hilo neno. Mimi kabla sijajua nilikuwa natamani sana kuwa mtumishi wa Mungu, lakini nataka nikwambie hakuna mazingira magumu kama maisha ya utumishi. Kukuongoza wewe unayenisikiliza hapa, hakuna swala gumu kama hilo. Bwana asifiwe sana. Hebu nipigieni makofi. Ni ngumu sana. Hakuna jambo gumu kama hilo. Hakuna jambo gumu kama hilo. Hakuna kitu kigumu kama hicho. Kwa sababu utumishi ni mkusanyiko wa maumivu. Mtumishi amebeba, yaani si mnaona ninyi mmekuja hapa, wengine mmerelax, mmefunga na nywele, mmefanya nini? Bwana asifiwe sana. Lakini kuna watu ambao hawajalala usiku kucha, wanahangaika ili ukae hapo. Bwana asaidie sana. Kuna watu ambao wameacha vitu vingi kwa ajili ya wewe uwepo hapo, uwe very comfortable. Sasa unaposema utumishi ni mrundikano wa maumivu, ni mkusanyiko wa maumivu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa hawa wako kwenye nyumba, wako sehemu wamekaa sasa katika mateka, wanakumbuka Sayuni. Bwana asifiwe sana. Wanasema, Mungu, kwa nini umeruhusu machozi? Kwa nini umeruhusu kulia? Kwa nini umeruhusu hiki Bwana? Kwa nini Mungu umeruhusu? Siku moja nikapanda daladala, nilikuwa kwenye daladala nimekaa. Bwana asifiwe sana. Nikama mfukoni nina nauli tu, alafu sina hela, alafu nina uhaba wa fedha. Yaani yangu ikawa najisikia ghafla akaja mama mmoja, alikuwa mwembamba, mimi kipindi hicho nilikuwa ni mnene. Alipokaa akapiga simu pale pale kwenye kiti. Alipopiga simu akamuuliza, akasema, umeiona hiyo hela? Akamuuliza, umetumia shilingi ngapi? 500. Bwana akusaidie sana. Nimetuma 500. Mimi nilitamani wala angekosea, kwa sababu nina shida ya hela, alafu mtu anaongea hela. Bwana msaidie sana. Sasa ni ukweli kabisa ya kwamba mimi sina nini? Sina hela. Na mimi ni mtumishi wa Mungu. Na yamkini huyu sio mtumishi wa Mungu. Hawa walikuwa kama wewe unayenisikiliza. Wako sehemu nyingine mbali na Yerusalemu, lakini katika sehemu nyingine walipo ni kwenye kilio na majonzi. Anasononeka, wana maumivu. Siku moja niliamka asubuhi, iliniuma sana ndani ya moyo wangu. Niliamshwa, nakwambia vitu vya kweli. Niliamshwa na mwanangu mdogo, ananiambia, baba, unanipeleka shule lini? Bwana asifiwe sana. Nilikaa kimya kwa nafasi fulani, nikakaa najiuliza. Kabla sijamjibu alijijibu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Unajua alipojijibu? Alijibu, au hauna hela. Alafu akamaliza akasema, basi ukipata utanipeleka. Bwana asaidie sana. Yaani yangu nilimjibu ndio. Alafu nikaamka, nikavaa nguo zangu, nikapata nguvu ya kwenda kazini. Bwana asaidie sana. Haleluya.
Ni maumivu, ni uhalisia. Na ni mwana wa Mungu. Bwana atusaidie sana. Na tukifika hapa tunaimba Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, lakini ndani ya mioyo yetu tumebeba maumivu. Na ndio maana kwa mtu unaweza ukaamka asubuhi kumwambia imbisha kwa mbio, akakuangalia na imbisha kwa mbio. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hakuna mtiririko wa nyimbo zinazofurika kwako. Ninaishi mchungaji kusema inua mikono, ukainua kwa ajili ya mchungaji. Ninaishi kuinua mikono kwa ajili ya mtu fulani, lakini sio kwa ajili yako mwenyewe. Unajimbia wewe, lakini zile nyimbo hazikusaidii wewe. Anakusaidia sana. Maumivu ndani ya ndani. Hawa wana wakora wako nje ya Yerusalemu katika milima fulani ya kule taifa la Israeli. Wametishiwa. Sasa wanafika kule, wanaanza kulia, wanasema machozi, machozi, machozi yamekuwa chakula. Kila siku tunalia hasa tunapoikumbuka Sayuni. Sayuni ni nyumba ya Mungu. Sayuni ni sehemu ambapo tuliimba kwa furaha. Anasema tuliwakumbuka watakatifu wenzetu katika Sayuni. Tulikumbuka rehema za Bwana katika Sayuni. Lakini leo tuko mahali hapa, sasa tumeacha Sayuni, tuko nje ya Sayuni. Machozi. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Maumivu ni mchakato uliojaa, kwanza umejaa kukata tamaa. Umejaa. Huu mchakato unakukatisha tamaa. Nisiendelee kufanya hiki, nisiendelee kufanya hivi, nitafanyaje kwa sababu Bwana kusaidia sana. Je, uikumbuki Sayuni? Hawa wakalia, wanaandika hiki wakiwa ndani ya majonzi, wanaandika kitabu hiki wakiwa wanalia, wanasema Bwana tunaikumbuka Sayuni. Japo tunalia, lakini tunalia kwa ajili ya nini? Ya Sayuni. Maumivu ni mchakato uliojaa kutengwa na kudharauliwa. Una hela kwenu, huwezi kuheshimika. Huwezi kuheshimika. Juzi nikawa nasikiliza mhubiri mmoja, mtumishi mkubwa tu hapa Tanzania. Akawa anasema huwezi kumhubiri Mungu hauna fedha. Huwezi. Sasa utatuhubiria nini? Bwana tusaidie sana. Akawa anatoa mfano wa Daudi. Akasema Suleiman alimkumbusha Daudi, alimkumbusha Suleiman, akamwambia uende kama baba yako alivyoenda. Bwana asifiwe sana. Suleiman akapokea kijiti cha baba yake. Sasa akasema na usiziache njia, na umtumikie Mungu wa baba yako. Bwana asifiwe sana. Huyu mtumishi alimhesabu Daudi katika sehemu za furaha ambapo Daudi alikuwa akicheza, lakini akamsahau Daudi aliyekuwa analia. Kwa sababu maisha ya Daudi, Biblia inazungumza vizuri, ni maisha ya machozi na maumivu. Maisha ya Daudi ni maisha ya kulia na kuomboleza. Sasa ukimsema Daudi mwenye furaha, unamsahau Daudi mwenye maumivu. Unamsahau Daudi aliyelia. Biblia inatueleza Daudi alilia kiasi kwamba hadi watoto wake wenyewe walifika mahali wakataka kumsaliti baba yao, watoto wa Daudi. Sasa unamsemaje Daudi aliyerukaruka na unamsahau Daudi aliyekuwa na maumivu? Unajua bila nikwambie, haya maisha ya kumiliki kigari, vinyumba viwili vitatu, unaona wenzio ni takataka. Nataka nikwambie, unakosea mtumishi wa Bwana. Unakosea mwana wa Mungu. Unakosea mwana wa Mungu. Mchakato wa maumivu umebeba hayo yote. Bwana asifiwe sana. Umebeba kukataliwa, umebeba kuumizwa, umebeba kusononeshwa. Katika mchakato wa maumivu unakumbuka nini? Unakumbuka madeni, unakumbuka uchi, unakumbuka. Bwana asifiwe sana. Mchakato wa maumivu, mchakato umejaa maombi, na unafikiria hata maombi yako hayaeleweki. Imefika mahali kuna vitu vimesahaulika, kuna mambo tumesahau. Bwana tusaidie sana.
Na mara nyingi huwa tunamtukuza Mungu wakati ametenda, lakini tunasahau ya kwamba kuna wakati ambapo hakutenda. Je, huu wakati tunaweza kumwacha Mungu? Kutembea katika maumivu, lakini ukiwa ndani ya agano. Bwana akusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua, ngoja nikwambie, wote waliosimama na Mungu, wote waliotembea na Mungu walikuwa na agano. Amen. Na Mungu anakulinda kwa sababu umebeba agano. Nje ya agano Mungu hana ulinzi na wewe. Ndani ya agano Mungu ameweka ulinzi. Ukitoka nje ya agano hauna ulinzi wa Mungu. Sasa hawa wanamkumbuka Mungu. Bwana asifiwe sana. Wanakumbuka ya kwamba katika nyumba ya Bwana sisi tuliimba. Katika nyumba ya Bwana tulisifu. Bwana asifiwe sana. Katika nyumba ya Bwana tulipiga kelele. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kazi zao zilikuwa ni watumishi wa Mungu. Waliandika pia kitabu cha Zaburi. Walilinda hekalu. Walilinda hekalu. Ninyi mnaofanya kazi ya Mungu, waibaji, ninyi mnaojitoa kufunga vyombo, kupiga vyombo, Bwana asaidie sana. Amen. Kuna maumivu fulani yanaweza kupitia ukasema achana na hivi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Unapitia sehemu mpaka unasema hivi, Mungu ananiona, hivi Mungu ananisikia. Nasema ngoja niache kuomba kabla hatanisikia. Mama mmoja akanifuata akasema, mchungaji, hapana. Bwana asifiwe sana. Hiki ninachokipitia hapana, huyu sio mimi. Mimi sikuwa hivi. Bwana asifiwe sana. Jana nikafuatwa na mtu fulani, rafiki yangu wa muda mrefu. Mungu alimtoa hapa akampeleka Kenya. Alipomfikisha kule alimpa fedha nyingi, akamfanyia vitu vikubwa. Lakini baada ya muda akafilisiwa vyote. Akarudi zero, hana hata 100, hata 50. Sasa mimi nikaenda kumpokea, nikizani naenda kupokea yule. Hebu niambie ninapokatisha tamaa. Naenda kumpokea mtu ambaye ulitegemea anakuja kuwa baraka. Bwana asifiwe. Wewe unaisinzia. Wewe unaisinzia tu ndio uitikie amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Naenda kumpokea mtu ambaye unadhani amebeba kitu kikubwa. Unafika tu anakuambia jambo la kwanza, anakuambia hapa nilipo sijara. Bwana asifiwe sana. Nina siku 2 sijaona msosi. Inabidi waanze kusema ndio wewe au kuna mwingine. Bwana usaidie sana. Ndio wewe nimekuja kukupokea au kuna mwingine. Sasa hapo ndio unaanza kujitia moyo, ngoja nikupokee tu. Bwana usaidie sana. Haleluya. Na wakati ambapo ana fedha, wakati mwingine unampigia simu wala hakupokei. Unaona unampotezea muda wewe maskini, utamwambia nini? Una chochote unaniambia nini? Bwana akusaidie sana. Kwa hiyo mchakato wa maumivu sio kitu kidogo, hasa kwa watumishi wa Mungu. Kwa sababu wanapigana kwanza kwao wenyewe, lakini pili wanapigana kwa ajili ya wengine. Wako katika vita, wanapambana hata kwa ajili ya wengine. Mchakato wa maumivu sio kitu rahisi. Ukikutana mtu analia, kumnyamazisha ni ngumu kwa mtu anayeelewa nini maana ya maumivu. Siku moja dada mmoja akiwa Ujerumani, rafiki yangu mmoja, aliamka asubuhi akiwa na katoto kadogo kama alivyoshika dada pale. Kale katoto kule kuna baridi sana. Bwana asifiwe sana. Kale katoto kalikuwa kanacheza sebuleni. Ghafla dada akapitiwa na usingizi. Kale katoto kakaenda kakafungua mlango alafu kakaufunga. Alafu kumbuka nje kuna baridi. Ni ule baridi ambayo inaganda, kwa Kiingereza wanaita snow. Kwenye nchi za New Zealand kandi sasa hivi kwa nchi za Urusi na nini wanakumbwa na hiyo hali. Baridi sana, inakuwa barafu. Chochote kinaganda. Baharini samaki wameganda, ndege unakuta wameganda, na barafu imewafunika mwili mzima. Ila uone Mungu alivyo ajabu, wanapumua na wanaishi ndani ya barafu. Sio kama unanielewa?
Sasa akalala. Sasa kwa sababu alikuwa ni mgeni ndo ameenda Ulaya. Bwana asifiwe sana. Ameenda Ulaya kwa mara ya kwanza na ujauzito. Amejifungua mtoto na mtoto amefikia kama miaka miaka 3 4 anajifunza kutembea. Yeye akaenda nje. Mtoto akashika kufungua mlango. Baridi ikamkamata pale. Bwana asifiwe sana. Akakumbwa na hilo naita snow. Ile barafu ikaja likamfunika yule mtoto. Mama ameamka sasa usingizini anaenda. Mtoto anakwenda kufungua mlango. Anakuta mtoto tayari ameshakufa, ameganda ndani ya barafu. Bwana asaidie sana. Sasa wakati anasimulia nilitamani kulia. Akasema nilikuwa naishi kama orofa ya 40 na kitu. Na nilikuwa naishi na majirani zangu kwenye nyumba zao huko orofani. Sasa kwa sababu hii kitu imenikuta, mimi nikaikumbuka Afrika. Bwana asaidie sana. Afrika tukikusikia unalia, hiyo na sisi tunaweza tukatoka hata kama hatujui hiyo na sisi tukaunga. Bwana asaidie sana. Na sisi tukapiga kelele hiyo. Ukienda kwa watu wa Bukoba utashangaa. Hiyo hata kama hawajui wanatakiwa kulia kwa sababu gani. Tena mwingine unashangaa yuko nyumba ya kule na mwingine nyumba ya kule anauliza wanalia wapi? Nyumba ile anampigia rafiki yake simu. Unaenda msitani basi wakikaribia na pale hawajui nani amekufa. Unasikia hiyo anaanza kulia. Na wajui wakifika pale wanalia wanauliza nani kafa? Ni fulani huyu kafa anakuja hisia na anaongeza machungu. Jamani amekufa yeye. Wanaendelea. Labda Tanzania na Ulaya ni hivyo. Bwana saidie sana. Amepiga kelele, alishangaa polisi wanakuja wanamkamata. Unapiga kelele ya nini? Kuna wenzako huko hawajafiwa. Bwana asifiwe sana. Umefiwa wewe. Unatakiwa kulia kilio chako, ushirie vilio vya wenzio. Nani sasa kwa sababu polisi wamemshika akaongeza na kilio, wakampeleka. Bwana asifiwe sana. Sasa alichonisimulia kitu ambacho kilinishangaza mimi. Akasema walipeleka mbali nje ya mji. Walipofika kule, walimtupa kwenye eneo kama gereza ambalo lina vioo. Unaweza ukajiona mbele, unaweza ukajiona nyuma, unaweza ukajiona huku, unaweza ukajiona huku. Alafu ujui utokee wapi, ujui uingie wapi. Alafu ukilia, sauti yako inajirudia. Sasa kila kilia anasikia mwingine anasema yo. Alafu vioo vinamuonesha yeye ni yule pale, yeye ni yule pale. Sasa akalia baada sasa nalia nini? Tusaidie sana. Akaikumbuka Sayuni. Akasema hata kama nikilia Bwana tuweza. Akakaa baada ya muda waliposikia amenyamaza. Wakaja umekaa sawa basi wacha tukurudishe, tunazika hapa au tunaenda au serikali izike. Sio kama unanielewa. Maumivu wakati mwingine unaweza ukazania ni yetu sote, kumbe ni yako wewe mwenyewe. Na ukisahau agano ni kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kuna watu Mungu ameweka vitu ndani yao. Ila sasa kwa sababu wanasania Mungu ameweka, yani kuna namna ambapo wanajichukulia kirahisi. Kuna vitu wanaacha kufanya. Kuna vitu wanafikiria wanafanya kwa ajili ya mchungaji. Kuna vitu wanafikiria. Sasa ukifikia kiwango hicho, nakwambia kilio chako utalia wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hakuna mwamvuli hapo. Bwana asifiwe sana. Hakuna agano. Kwa sababu wao wanasema Mungu, machozi yamekuwa mkate, yamekuwa chakula. Lakini tunalia si kwa sababu umetutenga. Tunalia si kwa sababu tuna dhiki. Tunalia si kwa sababu, tunalia kwa sababu tunaikumbuka Sayuni. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu katika Sayuni tuliimba tukacheza. Katika Sayuni tulifurahi. Katika Sayuni tuliruka. Katika Sayuni tulimtukuza Bwana. Wao wanalia lakini wanachokilia maumivu yao. Wanaandika kitabu hiki, ukikisoma utanielewa. Wanalia, wanaomboleza. Wanaikumbuka Sayuni. Katika kila kitu unachopitia, nataka nikufundishe jambo moja likusaidie. Machozi yako kuna wakati hayawezi kukusaidia. Wakati mwingine maumivu ulionayo hayawezi kukusaidia kwa chochote. Unaweza ukaumia kweli, unaweza ukasononesha ni kweli, unaweza ukapita ni kweli kwenye kia, lakini ngoja nikwambie ni mchakato. Hebu sema ni mchakato. Hebu tamka sema ni mchakato. Sema ni mchakato. Japokuwa utapita katika maumivu, japokuwa utapita katika kukata tamaa, japokuwa utakuumiza moyo, lakini kumbuka jambo moja. Ipo
ipo Sayuni. Hebu sema ipo Sayuni. Hebu sema ipo Sayuni. Ipo Sayuni. Huko Sayuni tuliruka tukacheza, huko Sayuni tulifurahi, huko Sayuni tulimtukuza Bwana. Machozi yako uyaweke katika agano. Amen. Ni maumivu lakini ndani ya agano. Dada mmoja ametoka kwenye maombi. Mama yake anamwambia mwanangu, jambo la kufanya ni moja. Mwanangu akamwambia utafute mwanamume akuoe wa mtaani. Beba mimba tu. Mama yake huyu ameokoka. Akamwambia mwanangu beba mimba. Huyu binti aliongeza kilio mara mbili. Akarudi anaanza kulia, mchungaji naomba nisaidie, mama ananiambia nitafute mchumba niolewe, anataka mtoto na mama yangu amesema. Bwana tusaidie sana. Mchungaji akamwambia angalau umekimbilia Sayuni. Bwana asifiwe sana. Angalau umekimbilia wapi? Sayuni, kwenye agano la Bwana. Neno la Bwana linatuambia ni vumilia. Amen. Ni mchakato unaokatisha tamaa. Ni mchakato unaovunja moyo. Ni mchakato unaokurudisha nyuma. Ni mchakato ambao utaomba na ukiona kama hakuna matokeo, lakini ngoja nikwambie, ipo Sayuni. Bwana asifiwe sana. Ipo Sayuni. Ipo Sayuni. Ipo Sayuni. Ipo Sayuni. Waliokuumiza ni wengi. Waliokusononesha ni wengi. Wengine wameumizwa mpaka na wachungaji. Wengine wameumizwa na wazee wa kanisa. Wengine wameumizwa na majirani. Lakini bado ninakukumbusha, kilio chako kikumbuke Sayuni. Bwana asifiwe sana. Mapito yako yakuelekeze Sayuni. Mapito yako yakukumbushe kwamba kuna Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninataka nikutangazie ya kwamba aibu uliyokutana nayo jana, aibu uliyokutana nayo juzi ni sifa ya kesho. Ndio faida itakayokukumbusha. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja jana alikutana na beba vyombo, na beba vitu, akaniuliza, mchungaji, hauna vijana kanisani? Nikasema wako busy. Bwana asifiwe sana. Wako, hebu tuitikie, wako busy. Wako busy. Tunapambana, lakini kikubwa ni kwamba tunaangalia Sayuni kuna nini. Amen. 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 Nasema usione viaelea vimefanyaje. Juzi nilikuwa namsikia tajiri wa kwanza hapa Tanzania anaitwa Balesa. Akasema alianza kwa kuuza urojo. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anauza urojo. Akasema nilifanya kazi masaa 24. Leo hii mimi hata nikiangalia magari yangu, akiangalia fedha zake, wakati mwingine anasema hata sisikii raha, kwa sababu wakati ambapo nilikuwa ninazihitaji, Bwana asifiwe sana, wakati huo sikuzipata. Wakati huo nilikuwa ni wakati wa maumivu, ni mchakato. Kwa hiyo ukitaka kukimbia mchakato wa maumivu, unalikimbia agano. Bwana akusaidie sana. Kwa hiyo kama ni kulia, ulie, lakini ndani ya nini? Sema ndani ya agano. Ndani ya agano. Kama ni kusononeka, usononeke, lakini ndani ya agano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Usikubali kabisa. Usikubali maumivu ya kuelekeze kwenye njia yake. Usikubali adui ya kuelekeze kwenye njia yake. Tumetoka mwezi wa kwanza, mwezi ambao ulisemwa kwa maneno magumu, mwezi ambao kila mtu aliuzungumza kwa staili yake. Tunaenda mwezi wa pili, leo ikiwa ni tarehe ngapi? Kuna watu wengine hawakujua hata leo wangefika, lakini kwa neema ya Mungu wamefika. Na kwa sababu wamefika, ipo agano kwa ajili yao. Bwana asifiwe sana. Kuna namna Mungu anawapigania huko chini. Sasa mwezi wa pili ni mwezi wa kukumbuka vile Mungu amekufadhili. Ni mwezi wa kukumbuka neema za Bwana. Ni mwezi wa kukumbuka baraka za Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninakushauri siku ya leo, namba 1, kama umekuja kwenye ibada, nataka nikuombe Mungu akupe nguvu ya kugeuza machozi yako kuwa sifa. Bwana asifiwe sana. Kugeuza machozi kuwa nini? Kuwa sifa.
Mwambie Bwana, katika machozi yangu haya nilionayo nitakusifu mimi. Anasema hata katika hayo bado nitazidi kukuamini. Bwana asifiwe sana. Zaburi ya 30 mstari wa 5. Kwa mtu mwenye Biblia afu na mwingine afunue Zaburi ya 30 mstari wa 5. Zaburi ya 30 mstari wa 5. Zaburi ya 30 mstari ule wa 5. Anasema usiku ni kilio. Amen. Kwa sababu katika usiku sioni mwanga, naona giza, lakini asubuhi huja furaha. Hebu sema asubuhi huja furaha. Sema asubuhi huja furaha. Hautakaa hivyo ulipo kama utakuwa ndani ya agano. Hautakaa hapo ulipo kama utakuwa ndani ya agano. Hautakaa hivyo ulipo kama utakuwa ndani ya agano. Agano ndilo litakalo kufanya uibuke na ushindi. Bwana asifiwe sana. Anasema tunaikumbuka Sayuni. Bwana asifiwe sana. Tunaikumbuka Sayuni. Tunaikumbuka nini? Sayuni. Zaburi ya 126 ule mstari wa 5. Zaburi ya 126 ule mstari wa 5. Anazungumza, anasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za nini? Kelele za furaha. Hamna shangwe pale. Someni Biblia. Bwana asifiwe sana. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Furaha na shangwe ni vitu viwili tofauti. Amen. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Ninakushauri mkabidhi Bwana majira yako. Amen. Mkabidhi Bwana majira yako. Kumbuka wema wa Mungu katika maumivu. Kumbuka wema wa Mungu. Hizi ni njia zitakazokusaidia wewe kuvuka. Sasa usione hiki ninachozungumza ni nini, lakini kuna maumivu fulani unapitia. Kuna majeraha fulani unapitia. Kuna vitu ambavyo unapitia ambavyo sio kawaida. Kuna namna hauko sawa. Kuna namna mambo hayako sawa. Lakini katika haya yote Bwana anakusaidia sana. Kumbuka wema wa Mungu. Kumbuka wema wa Mungu. Mmoja nisomee Zaburi ya 77 ule mstari wa 11. Zaburi ya 77 ule mstari wa 11. Anazungumza vizuri kabisa, anasema nitayakumbuka matendo ya Bwana. Naam, nitayakumbuka maajabu yako milele. Bwana asifiwe sana. Anasema nitayakumbuka matendo ya Bwana. Naam, nitazikumbuka fadhili zako na rehema zako milele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Zaburi ya 13 ule mstari wa 5. Neno la Bwana linazungumza. Zaburi ya 13 ule mstari wa 5. Anazungumza, anasema hatukutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa mwangamizwe asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana asifiwe sana. Huyu hakukata tamaa. Usikate tamaa. Bwana asifiwe sana. Usikate tamaa. Bwana asifiwe sana. Zaburi ya 13 ule mstari wa 1 anasema Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Kama unajifunza kitu, huyu ndiye Mungu anamhitaji. Hizi ndizo nyakati tunazihitaji kwako. Haya ndio majira tunayahitaji kwako.